Na mtazamaji, karibu tena na shukran sana kwa kuchagua taarifa za jukwaa la KTN. Hii leo mada yetu ni umuhimu wa vyakula asili, na katika kauli yako tunakualika uweze kuchangia katika mswada huu ama mada hii, ambapo leo tunakuuliza, je, unadhani teknolojia ya kilimo imechangia katika kuangamiza vyakula asili? Je, unadhani teknolojia ya kilimo imechangia katika kuangamiza vyakula asili? Wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter ukianza na ndio au la, kupitia @KTN News, @KTN Kenya au @MaryKilobi, hashtag ni jukwaa la KTN. Na mtazamaji, hii leo kwenye studio ninaye John Kariuki ambaye ni rais wa shirika la Slow Food International, na ninaye Tunda Lepore ambaye anasimamia jamii asili ama muungano wa jamii asili. Wataweza kutueleza zaidi kuhusiana na umuhimu wa kula chakula asili. Nitarejea kwako Bi Tunda Lepore. Kwa nini siku hizi, tuzungumzie Kenya, watu hawataki kukula chakula asili? Naweza sema ni kwa sababu pengine sitojua, watu hawajui umuhimu wa chakula asili. Na labda vile pia tumesocialize pia inafanya watu wale vyakula ambavyo ni vya kisasa bila kujua ya kwamba tunaendelea kudhuru maisha ama miili yetu na vyakula hivi. Na kama nilivyosema, vyakula vingi kwa sababu ya teknolojia ambayo imekuja, wanatumia kemikali nyingi sana shambani, na hizi kemikali mwishowe zinakuja zinaingia katika miili yetu na kuzorotesha afya yetu. Hivyo tunawahimiza watu na jamii zetu turejelee chakula cha kiasili. Kwa sababu gani? Wazazi wetu na mababu zetu walituonyesha njia. Kuna venye walikuwa wanakuza vyakula vyao. Kuna wanyama ambao wa kiasili ambao walikuwa wanafugwa. Na kwa sababu hizo vyakula vimeendelea kuwa phased out. Tunapata kuwa sasa tunaanza kufanya vitu, lima na tunatumia kemikali nyingi. Hivyo tunaendelea kuzorotesha afya zetu. Magonjwa kama saratani yanaingia. Tunakuwa miili yetu inaacha kuwa resistant hata kwa magonjwa, kwa sababu imekuwa weakened. Na tukiangalia pia kwa jamii za kiasili, kuna mifugo ama wanyama ambao ni wa kiasili, lakini wamekuwa pia wanaendelea kukua phased out. Na kwa sababu ya hiyo kuna wanyama ambao wameletwa kama slow food. Sasa hivi tunajaribu preserve the red Maasai sheep. Kwa sababu gani? Mnyama huyu ni resistant to drought. Na tukiangalia jamii ya Kimasai, mahali ambapo wanaishi, wakati mwingi wanakumbwa na ukame kwa sababu ya mvua zinakaa bila kunyesha. Na kwa sababu ya hiyo sasa hizi kondoo ambazo wali adapt zinaitwa dopers haziko resistant. Hivyo wakati wa kiangazi kondoo zao zinakufa. Na hivyo jamii hii inabaki wakilia kwa sababu hawana chakula. Na hao wameishi wakitegemea wanyama ama mifugo. Tukuje kwako Bwana Kariuki. Mnawafikia vipi wa Kenya? Ni jukwaa lipi mnalotumia kuwashawishi wa Kenya kurejelea chakula cha asili kama Slow Food International? Kama Slow Food International na pia kama Slow Food Kenya, kuna njia tofauti ambazo tunatumia ili kufikia wa Kenya. Jambo la kwanza ni tunaandaa trainings. Tunawaleta watu pamoja, tunawasomesha kuhusu slow food, umuhimu wa slow food, umuhimu wa kujua mahali ambapo chakula chao kimetoka, kujua nani anakuza kile chakula na kinaathiri namna gani afya ya wale wanaokila, na pia afya ya mazingira na pia afya ya wanyama wetu. Kwa hivyo tuna njia tofauti. Pia tunatumia social media, mitandao ya kijamii, tunatumia vyombo vya habari ili watu wajue ya kwamba ni muhimu sana kurudi nyuma na kuegemea upande wa chakula chetu cha kitamaduni. Kwa hivyo tuna vyombo tofauti ambazo tunatumia. Lakini kuna baadhi ambao wanasema hata hivi vyakula kidogo havipo, kwa sababu vile ambavyo vipo ni GMOs. Kwa sababu kuna usasa ambao umetiwa hapo ndani, teknolojia ya kilimo. Unapata ndio unakula mhogo, lakini huo mhogo si asili. Mnafanya vipi kutofautisha kati ya mhogo ambao ni wa kisasa ambao umekuzwa kwa njia ya teknolojia na mhogo ule wa asili?
Ningesema ya kwamba tuko na bahati kama nchi ya Kenya kwa sababu bado hatujaanza kukuza GMOs, na kama mashirika ambayo sio ya kiserikali tumejaribu sana kueneza habari ya kwamba GMOs sio mzuri kwa afya zetu. Kwa hivyo kama nchi ya Kenya hatujaanza kukuza zile GMOs. Lakini kuna nchi mingi ambazo zinakuza zile GMOs. Lakini hata wakikuza si watu wanaagiza alafu tunavitumia hapa nchini. Unaweza kuta hata kama hatuzikuzi, unaweza kuta kuna bidhaa ambazo ziko na kemikali za GMOs na waandike pale katika zile bidhaa. Kwa hivyo kama slow food, kile ambacho tunajaribu kufanya ni kuhakikisha ya kwamba kama ni hivi vyakula vya kitamaduni, ili tutambue vyakula vya kitamaduni, tunaenda kwa jamii, tunaenda kwa wazee, tunaongea nao. Hao ndio wako na hiyo habari ya hivi vyakula vya kitamaduni. Ukienda kwa kijana hataelewa. So tunaanza kwa wazazi wetu, tunaenda kwa kina mababu zetu, hao ndio wanatupatia habari hivi vyakula ambavyo vinapotea. Kabla hiyo pengine tuzungumzie kuku tu mfano bora sana. Huwezi sema hatukuzi vyakula vya GMO ilhali tuna kuku ambao ni wa GMO. Kwa sababu wale ambao wanadungwa sindano siku kama wiki moja wametoshea kuliwa. Tunawala na hao hicho chakula ndio fast food kabisa, inaliwa mjini na chips. Na Wakenya wanakula sana. Ninyi kama slow food kuna nini mnafanya ambayo inaweza saidia? Kwa kuna wale ambao wanasema kuku wa kienyeji ni mgumu, haliki. Sasa wanataka yule kuku wa GMO, nitamuita hivyo, ambaye ni yuko soft. Ni ukweli kabisa. Hata sasa hivi ukitoka ufike pale town, utakuta ya kwamba kuna vijana wengi sana ambao wanaenda kula zile kuku na chips ndio chakula sana ya vijana. Katika sio Nairobi peke yake, lakini pia Nakuru ambapo tumetoka. Na kile ambacho tunajaribu kufanya ni kuambia watu wakule kuku wa kienyeji. Watu wanasema ya kwamba kuku wa kienyeji ni wagumu, lakini inategemea vile ambavyo unavyopika yule kuku. Kwa hivyo ukimpika vizuri yule kuku utamkula na atakuwa mzuri kabisa. Kwa hivyo tunaambia watu, endeni rudini kwa chakula chenu, kwa hawa kuku wa kienyeji. Wachaneni na kuku ambao wamedungwa yale mashindano, wamewekwa zile hormones, wanakuwa baada ya mwezi moja. Tunataka wale kuku wa kienyeji sababu wale kuku wa kienyeji wanakuzwa kwa njia inayofaa. Kwa hivyo sana ni kueneza habari. Watu wajue umuhimu wa kuku wa kienyeji na wachane na kuku ambao tunawapata katika kila sehemu ya nchi. Nitaongea nawe Lepore kwa sababu unatoa jamii ya Wamasai. Natumai. Mfano ukipata mtu kama Naisoi ambaye ni mpiga picha wetu anatoka huko Kilgoris, huko ndani kabisa. Hata kuwa na shida kula ugali na nyama nyumbani, na pengine kuna mboga za huko, sijui Masai hakuna mboga sana, lakini zikipatikana ama zikipandwa zitaliwa. Akishafika mjini hata kula hivyo. Inahusishwa na umaskini kwa kiwango fulani siku hizi. Anaona nikila ugali na kunde nikiwa Kilgoris ni sawa, lakini nikija Nairobi ati nimepika tu ugali na kunde lunchtime, inaonekana kama nimeishiwa kidogo. Ningekula chapati, ningekula pengine wali na kadhalika. Kwa nini vyakula hivi vilivyoko mbele yangu vinahusishwa na kukua katika hadhi ya chini katika jamii? Tunasema kwa sababu ya hiyo movement kutoka rural kukuja hapa mjini. Ukikuja mjini wanasema when you go to Rome do what the Romans do. Hivyo watu wanakuja hapa wakiona hivyo wanafikiria hii ndio nini, hii ndio style ama hii ndio ipo sasa, unajua. Lakini ni kutojua, na pia sisi kama wazazi, hata wazazi ambao wenye wako hapa Nairobi, sisi ndio tutasema kwa kiwango fulani tuna fail. Kwa sababu sisi tuna ujuzi wa chakula cha kiasili. Na kwa sababu wazazi wetu walitufunza, mababu zetu walitufunza, tuliwaona na waliishi sana. Nikiangalia nyanya yangu aliishi miaka 100 lakini watu ukiona saizi katika jamii pia ya Wamasai watu wanakufa wakiwa wangali wachanga. Kwa hivyo ni kutojua, na tunatakiwa tuje tuulizane ni nini ama ni wapi tulikosea njia, ili turejelee njia na tuwafunze watoto wetu chakula ambacho ni cha kiasili, ama tuwape maisha mema. Kwa sababu ninasema hivi kwa sababu nina watoto wawili na ningependa waishi sana. Ningependa waishi kama nyanya yangu, na mimi ningependa pia kuishi sana. Lakini nisipowafunza wao, itaanza pale jikoni mwangu wanakula nini. Kwa sababu wakikizoea chakula hicho,
hata wakitoka nje watajua hichi ndio chakula asili, ama hivi ndio natakiwa kula, na hivi ndio nitafundisha mtoto wangu. Yeah. Tuambie kuhusu chakula ambacho umekibeba leo. Mbona hiki tu ndio mama kubeba, zingine umefunga hapa ndani hata sijui ni nini? Sasa chukua tu tuonyeshe. Wacha nianze hapa. Hii ni asali. Asali ya kutoka jamii ya Ungiek. Hii ni jamii ya kiasili, iko huko Mau Forest. Na sasa hivi tunamshukuru seneta wetu Lekina, anajaribu kupigana sana kuhifadhi msitu huu. Na jamii hii hapa ni makao yao, na asali ndio chakula chao. Hivi kidogo nimeona mpiga picha wangu anataka kuonyesha watu. Naam. Hiki ndio chakula ama mapato yao wanatoa kutoka kwa asali. Na tunafanya kupromote hii asali kwa sababu ukiangalia katika shelf kumekuwa na story nyingi zinaendelea kwamba asali ambazo zinapatikana katika supermarket zetu si za kiasili. Kuna mambo ama ukarabati ambao umefanyiwa asali hizo, hivyo hazileti uasili ambao ama labda manufaa ambayo asali ya asili ingelete. Kwa hivyo tuna promote hiyo ya Ungiek. Pia ukiangalia nasikia naulizwa na mwelekezi wangu kwamba hii asali ni pesa ngapi anataka kununua. Kwa sababu pengine vyakula siku hizi vya kiasili bei yake ni juu kuliko vyakula ambavyo ni GMO. Tutazungumzia bei yake. Kwa nini vyakula vya asili bei yake iko juu? Lakini hiyo ni pesa ngapi? Apate jibu lake tu sasa. 700. 700. Haya, sawa, tuendelee. Tupata. Kisha hapa tuna chakula ambacho ni cha Kimasai. Ni nyama na inahifadhiwa kutoka na mafuta ya mafuta ya kondoo. Hivyo hii nyama inaweza kaa zaidi ya miezi kadhaa, miezi 6 hivi ndani ya hayo mafuta ya kondoo. Ndio. Na ni fresh kabisa. Haina harufu ukifungua huo mkebe tutakimbia hapa? Hapana, haina harufu. Hebu sikia. Harufu yake ni ya mafuta tu ya kawaida ya mbuzi. Inanukia kwanza. Unaweza kula moja sasa hivi kama inafaa ichemshwe. Iko tayari kabisa kuliwa. Basi nitakula baadaye. Unaweza amua uiyeyushe kisha ule uondoe mafuta ama pia, lakini Wamasai pia walikuwa wanakula pamoja na mafuta yake tu. Sana sana kwa sababu Wamasai walikuwa wanatembea sana. Na ilikuwa rahisi kutengeneza chakula ambacho mtatembea nacho kitadumu kwa muda mrefu. Hivyo hii inaitwa olpurda. Yes. Inaitwa olpurda kwa Kimasai na inatoka kutoka hii specifically ni ya red Masai sheep. Ambayo tunajaribu kuhifadhi kama slow food. Na ni chakula cha kina mama, pia watoto watakula na kinashika tumbo vizuri. Hakiweki mafuta ya sasa? Hapana. Nyanya, vitunguu, roiko? Hamna kitu, hamna hata chumvi. Hata chumvi hamna. Na iko sawa kabisa. Labda mwenzangu ataendelea kuelezea. So nitaanza na hiki chakula ambacho ni chakula ambacho kimetoka kwa jamii ya Wakirinyaga. So kilitayarishwa juzi. So hiki ni chakula ambacho tunaita garaba. Na garaba. Na garaba imetengenezwa na unga wa wimbi. Unga uliosagwa na yale mawe. So ukisaga ule unga unachanganya na maji. Ukichanganya na maji unatengeneza kitu kama hiki. Unatengeneza ni kama ugali. Unatengeneza kitu kama ugali. Hii inaitwa brown ugali. Brown ugali. Ukitengeneza brown ugali unafunga na haya maganda ya mahindi. Ukifunga na maganda ya mahindi unaweka kwenye chungu, unachemsha, alafu kikiwa tayari kiko tayari kuliwa. Lakini kikikauka kinaweza kaa hadi mwezi mmoja kabla hakijaharibika. Kwa hivyo unaweza kula. Na unakula na mboga ama unakula peke yake? Unaweza kula na mboga, unaweza kula na nyama, unaweza kula na viambatanisho tofauti. Na Bwana Kariuki, kabla kuendelea na hivi vyakula ambavyo vimesalia, mtazamaji, tutapata mapumziko mafupi tena na tarejea ili tuweze kujua hivi vyakula vingine ni vipi. Kuna kitabu pale tutaweza kujifunza. Mara hii tutakula vyakula vya kiasili ili tuweze kuwa na afya na kuweze kuishi maisha marefu. Si mbaya.